Katika kipindi hiki nadhani tutakuwa tunakutana katika muda kama huu kutokana na shughuli nyingi bado zimenibana. Kwa hiyo najitahidi angalau jioni nikimaliza shughuli zangu napata muda kidogo na kuja tunazungumza. Kwa hiyo katika kipindi hiki mtavumilia tu kuwa taarifa nyingi mtazipata mida kama hii ya jioni, ambapo nimetulia ndio na kuletea baadhi ya vitu ambavyo vimetokea. Mchana nakuwa niko tight sana na najaribu kutafuta fursa angalau nizungumze na wewe, nakosa huo muda. Tuzungumze kidogo. Nilizungumza jana kuhusu kile ambacho kilizungumzwa na Donald Trump kuwa kulikuwa kuna mazungumzo bora yenye mafanikio kati yao na Irani, lakini nikamaliza kwa kuambia kuwa kulikuwa kuna proposal imetolewa na Pakistan ikiomba kusuluhisha hilo. Taarifa zikazidi kutuvuruga kuwa tayari Marekani anasema kulikuwa kuna mazungumzo ambayo yalisimamiwa na Pakistan kwa kushirikiana na Uturuki. Lakini wakati huo kulikuwa kuna proposal ambayo walikuwa wameipeleka Uturuki kwa Irani. Nini kilikuwa kimezungumzwa, nini kikaenda upande wa pili? Unahitaji uwe umetulia akili kunielewa wakati mwingine ninavyozungumza. Mpaka uwe umetulia, usio unawaza vitu vingi ndio utaweza kunielewa. Yaani Trump anatuambia kuwa tayari kulikuwa kuna mazungumzo kati yao na Irani na yaliyokuwa mazuri zaidi. Kutuongezea usiku akasema kuwa Irani kupitia yale mazungumzo wameamua kumtumia Marekani zawadi kubwa ambayo Donald Trump aliongea na vyombo vya habari, akasema kuwa hawezi kuitangaza zawadi gani, lakini ni zawadi yenye thamani kubwa mno ya fedha. Alisema hivyo. Sawa. Baada ya hapo tunaona kuwa nchi ambayo ilitajwa kuwa ndio ilisimamia mazungumzo, Pakistan, inapeleka proposal kwa Irani kuambia kuwa inaomba kuwa wasuluhishi wa mgogoro wao kati yake na Marekani. Umeelewa nini hapo? Mazungumzo yalikuwepo au mazungumzo yanatarajiwa kuwepo? Sasa katika hili ambalo Donald Trump ametuambia kuwa walikuwa na mazungumzo na wamemaliza mazungumzo na Irani, vyombo vya habari leo vikaamka na taarifa nyingine ambapo ilikuwa inasema kuwa Marekani alikuwa amewasilisha proposal mpya kupitia kwa Pakistani iende kwa Irani ikiwa na vifungu 15. Mnakumbuka proposal ile ya Gaza ambayo ikaenda kuunda ile bodi ya amani ambayo ilikuwa na lengo hasa la kuua kitu kinaitwa UN. Ile bodi ya amani ilitokana na proposal ambazo ziliandikwa na Donald Trump. Zilikuwa 20. Awali zilikuwa 21, zikapunguzwa zikawa 20. Donald Trump akatumia nguvu kuhakikisha zinatimizwa katika kumaliza mgogoro kati ya Israeli na Hamas, na akazipendekeza zikaenda kwenye Baraza la Usalama, zikaenda kwa wajumbe wale, wakapiga kura, wakaidhinisha, ikawa sheria, zikapita, ikawa kwenye bodi ya amani. Lakini kuna proposal ambazo zilileta msuguano ambazo pia zilitoka Marekani, ambapo wakazishutumu baadhi ya maseneta, wakashutumu watu wengine kuwa hii proposal iliandikwa wapi, iliyokwenda Urusi na Ukraine. Vile vile vifungu 20 vikapelekwa kwa Ukraine, lakini ukichungulia sana hivi vifungu vilikuwa ni vifungu ambavyo vimeipa Urusi zaidi, sio Ukraine. Yaani viliipa Urusi katika yale Urusi iliyaomba awali. Ni kama vile vifungu vilivyopelekwa kwenye proposal ya Hamas na Israel, kuwa vitu vingi, 85% yaliyokuwa kwenye proposal iliyopelekwa kwa Hamas ilikuwa ni yale ambayo Israel waliyataka. Hapo Donald Trump akasema yeye ndo ameandaa. Lile la Urusi, Donald Trump akasema kuwa hiyo ilikuwa ni proposal yake iliyoandaliwa. Lakini unakumbuka mzozo kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, alivyobanwa na maseneta akamwambia, tuambie kwa nini hii proposal iliyoandikwa na bosi wako inapendelea zaidi Urusi? Kwa nini ina masuala yote ambayo Urusi aliomba awali? Alivyobanwa akasema kwa kweli hii iliandaliwa Moscow. Kabla ya kugeuka, aligeuka hayo maneno. Unajua Rubio amekuwa akigeuka. Hata ijuzi wakati wa mzozo huu walivyombana maseneta kuwa kwa nini mmeingia kwenye vita? Kuna sababu gani mmewafanya muingie kwenye vita? Alisema kuwa kwenye hii vita tumeingizwa na Israeli. Walivyomtaita akakataa kauli, akasema hapana, sikusema hivyo, mlinukuu vibaya. Lakini alisema Marco Rubio kuwa hii vita imetuingiza Israeli, sio sisi ambao tulikuwa tumetaka kuingia kwenye hii vita. Sasa proposal ya Urusi ilikuwa ni vile vile proposal ambayo iko upande mmoja. Sasa Trump anarudia haka kama mchezo kwa kuandika proposal. Katuma proposal yenye vifungu 15 kupitia kwa Pakistan, Pakistan waifikishe Iran. Vyombo vya habari jioni hii ya leo vinatuonyesha kuwa Iran wameipokea hiyo proposal. Kabla ya awali kwanza ukataa kuwa hawakupokea chochote, lakini vinathibitisha kuwa Iran wameipokea hiyo proposal, yani wanayapitia hayo maswala. Lakini katika taarifa za awali ambazo zimetolewa na zimeibuliwa kwenye mitandao mbalimbali, anasema kuwa wameitupa.
haikubaliki, kwa sababu wanasema kilichoandikwa hakina uhalisia. Yaani wanachosema kilichoandikwa kwenye hii proposal hakiakisi ukweli na hali iliyopo hivi sasa. Yaani Marekani amekwenda kutaka vitu ambavyo vimepita uwezo. Baadhi ya yaliyomo nilipitia kwenye vyombo vya habari kadhaa vya Israel, hawajaviandika wazi kuwa ni nini kilichopo, lakini baadhi ya nukuu, unajua kawaida kuwa proposal kama hizi lazima huwa inavuja kuonekana kama kuna baadhi ya vifungu viko hivi na hivi. Mfano vya Urusi na Ukraine ilikwenda kama 20, lakini vikavuja, ikaonekana kuwa lazima Ukraine iachie Donbas, lazima Ukraine isijiunge na NATO, lazima Ukraine wapunguze jeshi lao, lazima Urusi achukue yale maeneo. Ilikuwa ndio ilivyovuja kwenye hicho kiwango. Sasa kwenye hii ya sasa ilichovuja inasema kuwa Irani ikubali mazungumzo ya nyuklia na ikubali kurasimisha kilo zake 400 za urani ambazo zimerutubishwa ikabidhi kwa Marekani. Katika hilo baadhi yaliyomo, moja wao ni hilo, lakini katika proposal hiyo inataka cha ziada. Inataka kuwa Irani iache kuwashambulia jirani zake. Yaani Irani iache kuwashambulia jirani zake. Irani iwachie mfereji wa Hormuz. Si umeelewa? Sasa ukiangalia katika masharti ambayo Marekani ameyapeleka katika hiyo proposal ni kama vile sijui unazungumza kipi. Yani kwa sababu kitu kimoja kiko wazi kuwa kwa nini waliingia kwenye vita kati ya Marekani na Israel na Irani. Waliingia baada ya kutokukubaliana kwenye meza, wakaamua kuwa tunaenda kupiga shortcut, kwa sababu wewe tumekuweka kwenye meza, umeshindwa kukaa sawa. Sasa sisi tunapiga shortcut, tunakwenda kumaliza huu tata. Ndio sababu walianzisha vita. Sasa katikati ya vita, sehemu ambayo haijawapa chochote, unajua nalizungumza mara kadhaa hili, unapokwenda kwenye mazungumzo ni viwili tu vitakupeleka kwenye mazungumzo, viwili tu. Umeshikilia kitu umalize mchezo upate utulie, ama umebakiwa na kidogo ushikilie kisikudondoke, ndio mazungumzo yatakupeleka. Kumbuka kitu kimoja, wakati wa mzozo wa Sudani, RSF na SAF, jeshi la Sudani, wakati RSF wanaishikilia Khartoum, Omdurman, walikuwa wanataka mazungumzo muda wote. Jeshi la Sudani lilikuwa halitaki kabisa mazungumzo, kwa sababu wangekaa kwenye mazungumzo au wangeketi kwenye mazungumzo, RSF wangepata kikubwa. Kwa hiyo kuna aina fulani ya mazungumzo kuwa nani ameshikilia nini ndio anakubali kukaa kwenye mazungumzo. Wakati Ukraine walitaka kurekebisha uwanja wa mazungumzo kuwa sawa, mwaka juzi walituma vikosi vikavamia Kursk, kama mnakumbuka, vikavuka vikaenda vikateka ardhi ndani ya Urusi kwa kiwango kikubwa, wakachukua. Lengo lilikuwa ni kuwa kubalance match kwenye mazungumzo. Yani pale tunapokaa kwenye mazungumzo tunaibalance match, kuwa wewe umeshikilia, mimi nimeshikilia, kwa hiyo achia ni achie. Lakini wakashindwa kushikilia bomba Ukraine. Matokeo yake nini? Kikosi cha Korea Kaskazini kilichotumwa ndani ya ardhi ya Urusi kilienda kuwatoa mpaka wakapoteza lile eneo lote wamepoteza. Kwa hiyo hawana cha kujikinga mezani. Sasa Marekani anapeleka masharti yale yale ya awali kwenye mazungumzo, yaani masharti yale yale kuwa hatutaki proxy wako ukate uhusiano na proxy, tunataka hizo kilogramu 400 za urani zilizorutubishwa tuzichukue, hatutaki uwe na makombora yako, tudhibiti masafa ya makombora yako. Sasa hivi unapokuja kwenye meza umeshikilia nini? Tuzungumze ukweli. Marekani ana nini alichokishikilia kwenye huu mzozo? Kipi? Kwa sababu unaenda unamshinikiza vile kuwa tayari labda nusu ya nchi, unaweza kusema kuwa 40% ya nchi tayari tunaicontrol. Kama vile Urusi anakuambia nina 20% ya Ukraine, njoo kwenye meza tuzungumze, na kulazimisha nusuru kilichobaki, vinginevyo tuna uwezo wa kuendelea tukachukua zaidi. Sasa niambieni, Marekani anamiliki nini kwenye huu mzozo? Alichokichukua mpaka sasa hivi kuwa kipi alichonacho? Amemaliza uwezo wa makombora? Mbona tunashuhudia mashambulizi kila kona yanaendelea? Amemaliza uwezo? Hakuna. Hao proxy wenyewe wanaitwa kwenye meza, ambao Hezbollah wanaitwa kwenye meza. Leo chief wao amereject mazungumzo, hatutaki mazungumzo, nataka tuendelee na vita. Hao ndio proxy wake, sio? Tumeelewa? Haya, makombora yanafika, nyuklia ambao mnasema mliangamiza mwaka jana na sasa mmepiga, bado hamjaifikia. Yeye kaizuia. Sasa kipi? Yani hebu tuzungumze, Marekani kipi ambacho alichonacho kusema kuwa anakwenda kwenye meza sasa anahakikisha kuwa kwa sababu nimeshikilia hiki lazima Irani akubaliane na mimi kwa hili? Hana chochote Marekani alichokishikilia cha kulazimisha. Sasa Irani wamesema kuwa
hii proposal imevuka uwezo, yani imevuka mahitaji. Yani wewe thamani yako ilikuwa ni 10, lakini demand yako unaleta ya 100,000. Ndio jibu liko hivyo. Unanishinikiza hili kwa lipi? Yani kipi ambacho ulichonacho? Kwa sababu kitu unachokileta wewe hukimiliki na uleshindwa ukichukua, hauna, yani hauna hicho kitu. Sasa katika proposal hiyo pia kuna kitu wanasema kuwa tunaweka proposal ya ceasefire ya mwezi mmoja. Kwa nini wanataka ceasefire ya mwezi mmoja? Irani amechukua na hili akalikopi kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraine. Urusi daima alikataa ceasefire yoyote. Ceasefire ni usitishaji wa muda wa vita. Mnaweza kupanga wiki moja, wiki mbili, mwaka mmoja ceasefire. Korea Kaskazini na Kusini wana ceasefire toka 1953 mpaka leo hawajamaliza vita. Urusi Ukraine, Urusi alishakataa ceasefire yoyote, anasema kuwa huu mgogoro tutaumaliza kwa kumaliza vita, not ceasefire. Yani hatutaki usitishaji wa vita, tunataka kumaliza vita. Yani hatutaki kustop. Kama mnataka tumalize hii vita, njoni kwenye meza, mkubali masharti, achia hii Donbas, achia hiki, achia hiki, achia hiki, usifanye hiki, usifanye hiki, tumemaliza mzozo. Lakini hatutaki ceasefire. Nini anachokisema Putin? Hawa wataenda kujipanga. Yani kipindi ambacho mwezi mmoja tunawapa, wataenda ku clear mistake zao, watataka kurudi tena kwa njia nyingine, kutaka kujipanga. Sasa ceasefire katika mwezi mmoja inayoombwa kwenye haya makubaliano, Iran wanasema haitotokea. Hatutaki ceasefire. Sisi tutamaliza vita. Anasema katika makubaliano yoyote ya hapa yatakuwa ni kumaliza vita, no ceasefire. Hatutaki ku ceasefire kwa sababu anasema tuliwapa fursa, tukawapa fursa mara mbili. Katikati ya mazungumzo tumeshambuliwa tukiwa kwenye mazungumzo. Mwezi Juni wameshambuliwa wakiwa kwenye mazungumzo. Mwezi huu uliopita wameshambuliwa wakiwa kwenye mazungumzo. Mazungumzo ambayo Marekani iliwahadaa kuwa tupo kwenye mazungumzo mazuri, lakini Marekani ikafanya kinyume. Sasa wanasema hatutaki ceasefire. Kingine ambacho kinasumbua zaidi ni ile taarifa ambayo iliandikwa na vyombo vya habari kadhaa vya Israeli na Marekani. Hapa vinagongana. Gazeti la Jerusalem Post au The Times of Israel liliandika kuwa Mujtaba Khamenei alikuwa amempa authorized waziri wake wa kigeni Abbas Araghchi azungumze na Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner. Jana hii taarifa iliandikwa. Lakini vyombo vya habari hivyo vya magharibi vinasema kuwa Irani haitaki mazungumzo yoyote na Steve Witkoff, haitaki mazungumzo na Jared Kushner kwa sababu haiwaamini. Ukirudi kwenye kile ambacho kilizungumzwa mfano na aliyekuwa mshauri wa Donald Trump, Joe Kent, kwenye masuala ya ugaidi, wakati anaongea na Carlson Tucker, alisema kuwa Steve Witkoff na Jared walikuwa ni wawakilishi wa Israel kwenye mazungumzo ya Marekani, sio wawakilishi wa Marekani kwenye mazungumzo na Iran. Sio, umeelewa? Steve Witkoff ambaye aliwakilisha Marekani pamoja na mkwe wa Trump Jared Kushner waliosimama kwenye mazungumzo, kwa mujibu wa Kent anasema kuwa hawa walikuwa wanawakilisha Israeli, wala hawakuwa wakiwakilisha Marekani. Sasa Irani inatajwa kuwa haiwataki kwenye mazungumzo. Nani anapendekezwa? Wanasema huenda makamu wa rais JD Vance, ambaye ukitazama tangu kumeanza hii vita, Vance amejiepusha na kauli na njia za Donald Trump kuanzia mwanzo. Trump jana alimnyoshia kidole Peter Hegseth, akasema kuwa sababu ya vita ni huyu ndio ametuingiza kwenye vita. Taratibu atawataja na wengine. Ni swala la muda tu, atataja tu kwa baada ya Hegseth ni nani mwingine na mwingine ni mwingine. Sasa wanasema kuwa ni kama Irani wamependekeza kuwa katika mazungumzo haya, katika kiongozi ambao wanahisi wanaweza wakamwamini kwenye mazungumzo ni makamu wa rais wa Marekani wa sasa JD Vance, ambaye amejiweka kwenye nafasi nzuri kabisa kuwa mgombea wa Republican hapo baadaye, kwa sababu amekataa kutembea kwenye njia ya Donald Trump. Yani amekataa kujichomeka kwa Trump na yeye kuhukumiwa pamoja. Kwa nini Kamala Harris alishindwa? Kwa sababu Kamala Harris alitembea kwenye njia ya Joe Biden baada ya Joe Biden kushindwa kuimaliza vita ya Gaza, halafu Kamala Harris akaingia akatembea kwenye njia ile akashindwa kutoka kwenye ule mstari, akaenda akawashwa. Trump akaitumia gap hiyo akashinda uchaguzi. JD Vance amejiepusha sana. Katika watu watatu ambao walitajwa kabisa walikuwa na upinzani na hii vita, alikuwa ni JD Vance, alikuwa ni Joe Kent ambaye ameresign, na mkuu wa CIA Tulsi Gabbard. Hawa ndio walikuwa hawakubaliani na hii vita, lakini Trump alisema kuwa tuliwaambia na tukawaelewa, basi waendelee tu hivyo kutusupport, japo kuwa hawakubaliani na hili. Ndio maana husikii comment, huoni maneno ya JD Vance ambaye ni makamu wa rais kwenye hii vita. Amekuwa kwa mbali kabisa, hataki kujiingia moja kwa moja kwa sababu anafahamu matokeo ya hili itakuja kuwa, manake Trump mbele na Republican mbele hawatakuwa na mgombea zaidi ya JD Vance ambaye atakuja kujitoa kwa sababu katoka nje ya mstari wa Donald Trump. Leo hii Trump amegeuka vituko
Leo hii Trump amegeuka kichekesho duniani. Kila anapozungumza anazidi kuzua tu maswali, anazidi kuzua vichekesho na minong'ono pembeni, kuhisi uwezo wake umekuwaje. Sasa Iran wanasema hivi, wao hawahitaki proposal ya Marekani, sasa wanaandaa proposal yao ya masharti yao ambao wataiwasilisha. Ikiwa upande wa pili unataka mazungumzo, itabidi ukubaliane na masharti ambayo wao wameakisi, yani yale watakaoyaandika wao ndio watayaleta kwenye meza. Kwa hiyo tusubiri tuone kuwa hayo wanayoyaandika Irani ni proposal ipi, watakuwa na mapendekezo yepi. Najua swala la Hormuz litakuwa kipaumbele, nyuklia yao itakuwa ni kitu kikubwa, lakini proxy watawazungumza, lakini kulipwa fidia litakuwa jambo kubwa zaidi ambalo pia na lenyewe watalizungumza kwa kiwango chao. Jamani, inatosha kwa sasa hapa nilivyo update hivi. Na wakumbusha hizi t-shirt tunaziona Rahby Digital ni t-shirt ambazo tuko nazo na tunazitoa kwa ajili tu ya memba wetu ambao wanachangia au wameukubali kuchangia Rahby Digital. Tunazo size mbalimbali na huwa tunazo rangi tofauti tofauti, lakini sasa tuna rangi mbili tu sasa, hiyo red na blue bahari, lakini kawaida tuna blue, tuna white, zote huwa tunazo hizo ambazo zitapatikana baada ya muda mfupi kutoka hivi sasa, lakini size tofauti tofauti tumekuwa nazo. Unaweza ukawasiliana nasi kama utahitaji, kwa sababu hizi tunazitoa kwa ajili ya support. T-shirt kama hii utaipata kwa 50,000 na tutaangalia utaratibu wa kukutumia. Kama uko nje ya Tanzania inakuwa tabu kidogo, tunaomba uhakikishe kuwa una mtu ndani ya nchi ambaye tunaweza tukampatia ili akufikishie. Tucheki kupitia namba ya WhatsApp au simu ya kawaida 0672800173 0672800173. Ukiwa nje ya Tanzania utaanza na kodi ile +255 672800173. Utatuambia size gani unataka na uko wapi, na sisi tutakuelekeza jinsi ya kuipata. Asanteni, niwashukuru sana na niwatakie kila la kheri.